Hamjambo? Ni wangapi wanazidi kubarikiwa kwenye makambi yetu? Tunashukuru Mungu sana kwa sababu mtoto hapa ambaye wako na Elda Nyamongo analia, mama jamani njoo mchukue. Asante. Tunashukuru sana. Nataka kuwaleta, tumetembelewa na wachungaji wetu. Kambi letu hakika linazidi kubarikiwa. Nataka kumleta mchungaji James Kingoina ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Nyansongo atusalimu, na kisha mchungaji Robert Nyandoro, mchungaji wa Sosera. Asante pastor kwa nafasi. Jesus is coming soon. Get involved. Mungu na atubariki katika makambi haya, ndiposa sisi wote tuweze kuhusika kwa ajili ya kurejea kwa Yesu mara ya pili. Mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wangapi wanaendelea kubarikiwa? Kwa kweli namshukuru Mungu. Pastor Semba tumekuwa naye chuoni. Niliposikia yuko hapa nikasema aje nije kumsalimia. Na nashukuru sana pastor, karibu sana. Mimi ni mchungaji kule Sosera. Mungu awabariki sana. Asante. Wakati huu sasa nataka kumleta mwenyekiti wetu katika conference yetu ya South Kenya, Pastor Paul Kiage, ambaye ametutembelea na tunashukuru Mungu sana kwa kuja kwake. Pastor, karibu sana. Wapenzi, nachukua nafasi hii kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Asubuhi nilikuwa huko Botori, wanipatia salamu, nikienda kokote ni wasalimu. Salamu kutoka Botori. Thank you so much. Get involved. Jesus is coming soon. Tunaamini kwamba kambi ya mwaka huu wasungumuzaji wamechukua nafasi nzuri kuwaeleza ni njia gani unatakiwa kuwa involved, kuwa muhusika. I believe that one is done. Lakini tunapoangalia bado hatujakuwa wahusika, kila mtu hajakuwa muhusika. So there is a reason. Ukiona tumeleta mada ya funzo fulani kwa kambi, hiyo ni dalili kwamba bado. Like now in our conference, tukisema kwamba we are involved, hata ukiangalia kanisa lako, ukiangalia katika hali zote, utakuta kuna watu wengine ambao hawajakuwa wahusika kwa kila njia. Number one, kuwa muhusika hiyo inamaanisha kwamba you are completely dedicated, totally dedicated to God. Moja, na mali zako siko kwa Mungu. Everything. When we say total involvement, hiyo inamaanisha wewe yule ambaye anakutawala kwa njia zote ni Bwana Yesu Kristo. Na hivyo anatawala mwili wako, mali yako na vile vyote uko navyo au uko nacho. Kwa hivyo tuseme hivi, check kabla kambi ya mwaka huu ijaisha, have you decided to be involved? Na kama hujaelewa how, wahubiri wako hapa, usitoke bila kuelewa kwamba whether you are fully involved or not. Niliposikiliza mzungumzaji mwingine alisema, akachukua mfano wa Exodus chapter 8, kule Farao aliambia Waisraeli msiende, lakini msiende mbali. Mkienda msiende na watoto wenu. Tena mkikubali kwenda na watoto, mali muache nyuma. Na nikasikia akafanya application nzuri sana kwamba hakikisha vitu hiyo vyote mnaenda navyo mnapoenda mbinguni. Don't leave any.
That is what we mean by total involvement. Na ukiangalia makanisa yetu mpaka sasa bado we are not totally involved kwa njia zote. Na hiyo uelewe vizuri na ufanye uamuzi wewe peke yako kuwa total member who is totally involved as far as God is concerned. Na Mungu aendelee kuwajalia sana, na asante kwa wageni ambao wamefika hapa, hasa mgeni ambaye ametoka mbali sana. Tunashukuru, na wale wageni wengine wote nasimama hapa kwa niaba ya conference kuwashukuru in advance that you have done good. You have obeyed your master. Na naamini kwamba umewajibika hata katika mafunzo yote ulipoingia hapa, na wapenzi ambao umewafunza na wale ambao wamekuwa wanasikiliza wakitoka watasema kweli tumekutana na Mungu wetu. Hayo ndio maombi yetu, na kabla mhubiri hajakuja ahubiri ile summary ya mwisho, hebu tuombe pamoja. Baba, kwa jina la Yesu tunaendelea kukushukuru na tena kuwa na hitaji hii kuu kwamba kila muhusika wa kambi ya Jogoo awe totally involved katika hali ya kukupenda, katika hali ya kukutumia, katika hali ya kutenda kazi pamoja na wewe. Asante kwa wageni ambao ulituma hapa. Asante kwa sababu wamenena kwa niaba ya mbingu, na asante kwa sababu yule Roho Mtakatifu amewatumia vilivyo. Hata mchungaji wa eneo hili, Baba, uendelee kuwa pamoja nao mpaka watakapomaliza kazi ile uliwatuma hapa. Na sisi sote ambao tumekuwa tukisikiliza habari hii, kambi ikiisha tuende tukiwa na nguvu nyingi ya kufanya kazi vilivyo, tukingoja mara ya pili. Asante kwa sababu ya kipindi ya mwisho, usidi kunena nasi, kwani tumeomba katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Mgeni, karibuni kwa kipindi cha mwisho. Thank you so much. Habari za jioni. Hamjambo. Nashukuru sana kwa kiongozi wetu pamoja na majukumu mengi katika jimbo hili bado anaweza kufika hapa, na tunashukuru sana pastor pamoja na wachungaji ambao wametufikia, lakini sisi sote ambao tumekuwa hapa katika kusikiliza neno la Bwana. Mchana tulikuwa na sehemu ya kwanza ya somo linalosema, mnakumbuka linasema nini? Siri ya Injili, the mystery of the gospel. Somo hilo lilikusudia kutuonyesha Injili ni nini hasa. Katika upande Yesu ni nani na usikaje katika maisha ya wanadamu, na ni habari njema kivipi. Lakini jioni hii ni sehemu ya pili, siri ya Injili ama fumbo la Injili. Sehemu hii ya pili inaenda kutueleza hasa namna ambavyo wewe na mimi Mungu anatutazamia, na yote ambayo tunayatenda uhakika yanahusu nini hasa. Na tuliona kwa ujumla, kwa tunamalizia somo hilo mchana, tulisoma ile Wakorintho ya pili sura ile ya 5 na mstari wa 18 hadi 20, ambako tulisoma Mungu alikuwa katika Yesu Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, na ameweka ni huduma ya upatanisho, na ameweka neno la upatanisho. Hii ni habari njema inayobadilisha maisha ya watu.
Kwa hivyo tunapoendelea na hii Mathayo 24 mstari wa 14, habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Tusimame imara kwa ajili ya wokovu ndani ya pepo hizi zinazoendelea, tuwe washindi, kwa sababu habari njema inatuumba upya, tunafanana na yeye. Tuombe tena. Mungu wetu, tunaomba kibali chako unene nasi jioni hii habari ya wokovu, na tunapoweza kushiriki ama kujihusisha hata tunapokulaki mawinguni. Tubariki kwa uwepo wako na neno lako, katika jina la Yesu, amina. Katika Warumi sura ya 15 na mstari wa 16, hebu soma hapo. Warumi sura ya 15 na mstari ule wa 16. Na microphone ziko. Ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, nifanyie injili ya Mungu kazi na kuhani. Angalia vizuri hapo. Nifanyie kazi ya nini? Nifanyie injili ya kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali. Ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Nifanyie injili kazi ya nini? Ya ukuhani. Ile lugha ambayo tunasoma sisi ni uzao wa kifalme, taifa takatifu, ukuhani. Yaani unaposoma ndio hiyo anasema injili ni kazi ya ukuhani, kwa sababu inahusisha katika upatanisho. Nataka uweze kuelewa hivyo sasa, kwamba tunaitwa kwa kazi hiyo. Wakati tunaangalia hilo, hii ni swala la siku nyingi sana. Wakati mwanadamu anaanguka dhambini, halafu Yesu akatoa ahadi ya ukombozi katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3:15, naweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Kwa maana uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Na hiyo ikaendelea sana, na ilipofika wakati wa Ibrahimu, katika ile sura ya 12 ya Mwanzo mstari wa 1 hadi wa 3, akasema katika uzao wako mataifa yote yatabarikiwa. Lakini katika ile Mwanzo 22 mstari wa 16 hadi 18, Mungu akanena naye mara ya pili, akasema kwa sababu haukuzuia mwanao wa pekee, kwa sababu haukuzuia mwana wako wa pekee katika maisha yale juu ya mlima wa Moria, Mungu akazungumza maneno na akaeleza, katika kubariki nitakubariki sana, na agano langu talifanya thabiti nao, na uzao wako, anasema na uzao wako. Ndivyo alivyoeleza pale. Lakini Biblia inaeleza ya kwamba wakati Mungu anasema maneno hayo, alikuwa anazungumzia juu ya uzao upi? Kama alternative ya hizi mic na hama upande wa box speakers. Katika kitabu kile cha Wagalatia sura ya 3, anaelezea aliposema uzao alimaanisha nini. Sura ya 3, na usome ule mstari wa 8, halafu usome mstari wa 14, halafu usome mstari wa 16. Na andiko kwa vile nilivyoona tangu zamani, kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa wa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Wakati Mungu anazungumza katika wewe mataifa yote watabarikiwa, haikuwa swala la watoto wa kimwili, ilikuwa ni watoto wa imani. Mstari wa 14,
Mstari wa 14, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo. Baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa yote katika nani? Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Tupokee ahadi ya Roho kwa njia ya nini? Imani. Kwa njia ya imani. Mstari wa 16. Mstari wa 16. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Ibrahimu na uzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja kwa mzao wake,